Haleluya. Kwa hiyo mafundisho ya ndoa leo nitaongea kuhusu misingi. Sawa? Nilipoanza kujiandaa nilisema ningeweza kufanya semina ya wiki kadhaa au mwezi, lakini tuweke msingi siku ya leo. Amen. Nitawaambia ndoa sio ngumu sana. Ndoa sio jambo ambalo ni complicated sana. Sawa? Kuna vitu vya msingi kwenye ndoa ambao kama ipo na kama unafanya vizuri, ndoa yako itakuwa safi sana. Haleluya. Lakini kama baada ya miaka 5, 10, 20 unaacha moja ya msingi, utakuta unaona ndoa na furaha ya kwenye ndoa na hali ya ndoa na afya ya ndoa inaenda chini. Amen. Kwa hiyo sio ngumu sana kuelewa. Mambo haya ni mambo ya msingi. Lakini inahitaji uendelevu na uaminifu wa kufanya, kuendelea kufanya na kutochoka kufanya hizi msingi. Amen. Tuko pamoja? Kwa hiyo tutaangalia misingi 5. Misingi 5 ya ndoa imara, ndoa yenye nguvu na ndoa yenye afya nzuri. Misingi 5. Kwenye maisha yako, ndoa yako ama itakuwa chanzo ya furaha mkubwa sana, chanzo ya nguvu mkubwa sana katika maisha yako na katika huduma yako, au ndoa itakuwa sehemu ya maumivu na weakness, udhaifu katika huduma yako na katika maisha yako. Itakuwa kitu ambayo inarahisisha sana maisha yako na inakusukuma mbele, au itakuwa kitu ambacho kufunga nyuma. Amen. Mara chache sana kuna ndoa ambayo ni kama katikati. Ama ndoa ina faida kubwa sana au unajisikia ni kama mzigo. Amen. Lakini pia nataka kukutia moyo kwamba hali ya ndoa yako inakutegemea wewe. Na wewe ukifanya kazi na kufuata mafundisho ya Mungu kuhusu jambo hili, kuna uhakika unaweza kujenga ndoa ambayo ni chanzo ya furaha mkubwa sana na chanzo ya nguvu mkubwa sana kwenye maisha yako na huduma yako. Haleluya. Kama unaelewa vizuri maono ya Mungu kwa ndoa, na kama unafanyia kazi, sawa, kufanyia kazi kutimiza hiyo maono ya Mungu kwa ndoa, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni kama bustani, sawa? Nani ana bustani nyumbani? Bustani ukiacha, kama hufanyi kazi, kama unaiacha tu, baada ya muda miba nyingi zinakuja pale, unakuta panya pia wanaishi pale, sijui inachafuka. Kama sisi nyumbani nimepanda kama miaka 5 iliyopita nimepanda mti wa ndimu. Sasa napenda ndimu, nitaka kupata ndimu. Lakini sijaitunza vizuri. Baada ya muda kuna sijui mmea nyingine ambao ina miba, imekuwa pale na imekuwa mkubwa sana. Imeimeza mpaka hiyo mti wa ndimu imekufa. Haijakuwa, baada ya miaka 5 imebaki hapa, alafu sasa naangalia imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni mti mmoja tu. Mimi sio mtu mzuri ya kutunza bustani. Haleluya. Lakini bustani kama unaweka kazi nyingi, unaijali sana, unajali kila mmea, unajali kila mti, unaangalia, unasoma kila mti kama hapa kuna ugonjwa fulani, hapa kuna mdudu fulani, hapa nitatatua jambo hili, hapa nitapanda kitu fulani, hapa nitakata. Kama unatunza vizuri, bustani inaweza kuwa sehemu ya utulivu mkubwa sana. Inaweza kuwa sehemu ya usalama, si ndio? Inaweza kuwa sehemu ya furaha. Inaweza kuwa sehemu ambao baada ya kazi unaenda kwenye hiyo bustani na unajisikia raha. Inakupa furaha mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka kazi na unaelewa bustani na unaelewa mimea na unaweka kazi kila siku, na bustani sio jambo ambalo ukiacha kidogo bado itakuwa sawa, lakini ukiacha kwa muda mrefu inaharibika. Inahitaji muda wote kutunza na kuangalia vizuri. Amen. Ukiweka kazi nzuri itakuwa chanzo ya furaha mkubwa sana. Kama unaacha kuweka kazi, itakuwa sehemu ambao hata unaogopa kuingia, hata hutaki kuenda pale. Amen. Na ndoa ni hivyo.
hiyo mahusiano ni hivyo. Inaweza kuwa sehemu ambao ni chanzo ya furaha na amani na nguvu, na unapokaa na mke wako, mume wako, unapata kurejeshwa nguvu yako tena. Mimi mara nyingi sana kama nimejisikia nyinyi mnaniona mimi sikati tamaa. Mnaona muda wote nina maono na furaha, na mke wangu anaona wakati ninaanza kukata tamaa, wakati napitia kitu fulani. Na tena amekuwa chanzo ya kunikumbusha ahadi za Mungu, kunikumbusha kwamba mimi ni nani. Mimi nimejisikia nimefeli, anasema hapana, wewe ni mtu mzuri sana, unafanya vizuri, angalia hapa umeshinda, hapa umeshinda, usikate tamaa. Amekuwa sehemu ya nguvu kubwa sana ambayo inaniwezesha sana. Lakini ndoa pia inaweza kuwa sehemu ambayo inachukua nguvu yako kama hauweki kazi pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna kazi, lakini hiyo kazi jamani inalipa sana. Kama unawekeza kazi hapa, inalipa sana. Biblia pia inasema kwa mume, umpende mke wako kama ni mwili wako, si ndio? Ukimpenda mke wako unapenda nafsi yako na mwili wako. Ukiwekeza nguvu pale, unapenda nafsi yako na mwili wako. Ukimpenda mume wako hivyo, unapenda nafsi yako, unapenda mwili wako mwenyewe. Ukiwekeza pale, kweli inaleta matokeo mazuri sana. Amen. Tuko pamoja? Kwa tuangalia msingi wa kwanza. Msingi ya kwanza katika ndoa, jambo la msingi kabisa. Lazima tuelewe God's vision for marriage. Maono ya Mungu, mpango wa Mungu kwa ndoa. Haleluya. Tuko pamoja? Jamani, nitamwambia sasa hivi ndoa ni jambo la Kikristo. Sawa? Ndoa ni jambo la Kikristo. Kweli dunia wameona ni jambo nzuri na wameanza kufanya, hata Waislamu wanafunga ndoa, hata wengine mapagano wana ndoa, lakini chanzo yake ni Mungu na msingi yake ni Ukristo. Sawa? Mungu ameiumba, ametengeneza, na ni jambo la kipekee kwa wanadamu. Sawa? Wanyama hawana ndoa. Haleluya. Kwa mpango wa Mungu, maono ya Mungu kwa ndoa ni nini? Tuangalia hapo mwanzo. Ukifungua Biblia yako Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 utapata jibu. Kwanza nikiuliza jambo hili unaweza kupata jibu nyingi sana kwamba kusudi la ndoa ni nini? Kuna wengine wanasema kusudi la ndoa ni kuzaa na kuongezeka, si ndio? Kuzaa na kuongezeka na kujaza dunia. Sawa, ndio, ndani ya ndoa utazaa na kuongezeka, lakini unahitaji ndoa kwa ajili ya kuzaa na kuongezeka? Ng'ombe inahitaji ndoa kwa ajili ya kuzaa na kuongezeka? Ndege inahitaji ndoa? Hapana, hii inaweza kufanyika bila ndoa pia. Unasema okay, sababu ya ndoa ni familia. Lakini je, familia inaweza kuwepo bila ndoa? Inaweza kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusudi ya kwanza ya ndoa sio hiyo ya kuzaa na kuongezeka. Kusudi ya kwanza sio kulea watoto. Kusudi la kwanza sio familia. Kweli hiyo ni matokeo ya ndoa. Ukiwa kwenye ndoa lazima baada ya muda italeta matokeo haya na itakuwa msingi ya familia, lakini kusudi ya Mungu, hiyo maono ya Mungu ya kwanza ya msingi sio hii. Ukishafungua Biblia yako Mwanzo 2:24 hadi 25 inasema hivi. Inasema kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na kumbatana, sema kumbatana, na mkewe, nao watakuwa mwili moja. Sema mwili moja. Adamu na mkewe wote wawili walikuwa uchi wala hawakuona aibu. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la ndoa ni nini? Adamu alikuwa peke yake, si ndio? Adamu alikuwa peke yake. Mungu alisema sio nzuri kuwa peke yake. Mungu ameumba mmoja, si ndio? Kwenye mfano wake, kwenye sura yake. Lakini alisema okay, sio sawa huyo mwanamume awe peke yake, kwa sababu hana binadamu ya kumpenda. Unajua Adamu ameumbwa katika mfano wa Mungu ambao ni upendo. Lakini upendo inahitaji chombo cha kupenda, inahitaji kitu cha kuipenda, si ndio? Na Mungu alisema sio sawa, kwa akamfanya Adamu alale, amechukua upande wake. Na kutoka moja amefanya mawili. Sawa, kutoka moja amefanya mawili. Halafu alisema kusudi yenu sasa
ni nyinyi wawili kufanyika moja tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeumba moja, nimewafanya kuwa wawili. Huyu ana nia moja, huyu ana nia moja. Huyu ana maono yake, huyu ana maono yake. Huyu ana mwili wake, huyu ana mwili wake. Huyu ana upendeleo yake, maadili yake, na huyu pia hivyo hivyo. Sasa kwenye ndoa kusudi yenu kuwa mwili moja tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa sio kwa sababu umeumbwa kama mwili moja, lakini kwa sababu ya upendo, kujifunza namna ya kufanyika, namna ya kuwa mmoja pamoja, namna ya kuunganisha katika umoja halisi. Amen. Tuko pamoja. Sasa kwa nini Mungu hapo mwanzo ametaka mwanaume na mwanamke, mume na mke? Kwa nini alitaka tangu mwanzo wao wajifunze namna ya kuwa mwili moja, kitu kimoja? Kwa nini? Hiyo ufunuo ya ndani sana tunapata baadaye. Sawa? Biblia inasema Agano la Kale ni kama kivuli cha uhalisia ambao itakuja. Kwa uhalisia imekuja ndani ya nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo tumeangalia mwanzo, sasa tuvuke kwenye mwisho pale. Tuangalie Yesu Kristo. Uhalisia ni nini? Efeso 5:31 mpaka 32. Efeso imeandikwa baada ya Yesu kuja kutoa maisha yake, kufufuka na kupaa mbinguni. Sawa? Kwa baada ya uhalisia kuja, Paulo sasa amepata ufunuo ya ndoa. Ufunuo ya ndani zaidi, uhalisia. Fungua Biblia yako Efeso 5. Kwenye harusi yangu na mke wangu nimemwomba baba yangu amehubiri, baba yake ametufungisha ndoa kwa sababu wote wawili ni wachungaji. Nimemwomba baba yangu afundishe kutoka mistari haya. Mistari haya naipenda sana. Kwa hiyo Waefeso 5 mstari wa 31 mpaka 32. Inasema, kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe. Tumewahi kusoma jambo hili? Unakumbuka au umeshasahau? Hapa Paulo anataja nini? Anataja yale maneno ya kwanza ambayo Mungu alisema kuhusu ndoa. Kwa hiyo alisema, kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili moja. Amen. Halafu anasema 32, siri hii. Kuna siri fulani ambayo sasa Paulo atatufunua. Pale mwanzo kuna siri katika hiyo kuwa mwili moja. Kuna siri pale ambayo Mungu hajasema. Alisema tu mwili moja. Sasa Paulo anasema siri hii, mstari wa 32, siri hii ni kubwa. Sema kubwa. Kubwa. Unafikiri jambo hili ni muhimu? Unafikiri ni muhimu? Kama Paulo anasema siri hii ni kubwa. Ni muhimu sana. Kubwa. Bali mimi nanena kuhusu Kristo na kanisa. Unapata? Hapa Efeso 5 Paulo anaongea kuhusu mke na mume na ndoa, namna ya kufanya ndoa. Hapo mwisho anasema point ya ndoa ni wawili watakuwa mwili moja. Lakini ndani ya hiyo kuna siri kubwa. Kwamba hapa mimi siongei tu kuhusu mwanaume na mwanamke. Siongei tu kuhusu Yona na Catherine. Siongei tu kuhusu Deus na Joyce. Hapa naongea kuhusu Kristo na kanisa. Maana yake Mungu anasema nini? Kuna hiyo ndoa kubwa ya msingi ya milele katikati ya Kristo na biharusi wake, mwili wake sisi. Amen. Yesu amekuja, amelipa mahari kwa damu yake kwa ajili ya kuokoa wanadamu, kuleta biharusi wake kwake, ili wawili sasa watakuwa moja milele na milele. Amen. Yeye kichwa, sisi mwili. Haleluya. Mamoja. Roho moja. Nia moja. Kufanya upya nia zetu, si ndio? Ili tuwe na nia yake. Haleluya. Kwa hiyo anasema sasa ndoa hii, kusudi la ndoa, siri ya ndoa ni hiyo.
Unapoongea kuhusu ndoa, unaongea kuhusu Kristo na kanisa. Kila kitu kwenye ndoa ni picha tu ya kile uhalisia ambao ni Kristo na kanisa. Upendo wa mume, maana yake upendo wa mume lazima iwe picha ya upendo wa Kristo kwa kanisa. Unyenyekevu wa mke lazima iwe picha ya kanisa na Kristo. Umoja wao lazima iwe picha ya Kristo na kanisa. Haleluya. Kila kitu, kila sehemu kwenye ndoa yako, kama unahitaji kuelewa, ipo pale kwa kusudi moja tu, kwa ajili ya kuwakilisha, kuangaza wazi sana hapa duniani mahusiano ya Yesu na mpendwa wake kanisa. Sawa? Hiyo ni kusudi. Ndio maana nasema ndoa ni jambo la Kikristo. Kama wapagani wanataka kufunga ndoa, sawa, lakini hawaelewi wanafanya nini. Hawaelewi, hawana ufunuo na hawana maono, hawana mwongozo. Unataka kuongozwa katika ndoa yako, Biblia yote, Agano Jipya yote inanena kuhusu ndoa. Sawa? Kwa sasa hivi, mume, mke, sikiliza, ukisoma Agano Jipya, hiyo inahadithia namna ndoa yako inatakiwa kuwa. Sawa? Unaposoma Mathayo, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, pale yote, sema yote kuna ufunuo kuhusu namna ya kuendesha ndoa. Haleluya. Uko pamoja? Kwa kusudi la ndoa yako, kama huelewi Injili, hauna uwezo wa kufanya ndoa vile vile inavyotakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kusudi lake pamoja na kanisa, anataka kufanyika kitu kimoja na sisi. Pale kabla ya kwenda msalabani aliomba Mungu wafanye wao kuwa kitu kimoja, ili wao wawe ndani yangu na mimi niwe ndani yao na sisi tuwe ndani yako Baba. Hili ilikuwa lengo la Injili, lengo la kutuma Roho Mtakatifu, lengo la Yesu kukufa na kufufuka, lengo la kila kitu ilikuwa hiyo ukaribu wa ndani, hiyo mahusiano ya umoja. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndoa ni wazo ya Mungu na inatakiwa kuwa picha halisi. Hakuna mahusiano yoyote nyingine duniani ambayo inaweza kuwakilisha Injili zaidi kuliko ndoa yako. Maana yake nini? Kama ndoa yako haina afya nzuri, bado haujaelewa Injili. Labda unaweza kuhubiri, lakini haujajifunza bado hiyo kuishi Injili. Sawa? Kama ndoa yako ina matatizo mengi, chanzo ya matatizo ni kwamba bado ule ufunuo wa Injili hajafika mpaka moyo wako na hajabadilisha tabia yako, maneno yako, nia yako. Amen. Tuko pamoja? Hiyo ni habari nzuri kwa nyinyi ambao hamjaolewa. Ukitaka kujiandaa kwa ndoa, jifunze sana Injili, jifunze kuisoma, kuiishi, sio tu kuhubiri lakini kuishi. Amen. Na kusudi ni kufanyika kuwa kitu kimoja, mwili moja, na katika hiyo mahusiano kuwakilisha ile kusudi ya Mungu kwa Kristo na kanisa. Na hiyo umoja ni zaidi sana na tendo la ndoa tu, kwamba mwili mmoja kukutana. Sawa, sehemu ya mwili wako pia ni ubongo wako na nia yako. Kufanyika mwili mmoja maana yake pia kufahamiana, kuelewana asilimia yote, kuwa na nia moja, kuwa na malengo moja, kuwa na umoja katika upendo. Amen. Zaidi sana kuna wanandoa wengi ambao labda wanatenda tendo la ndoa lakini umoja hamna. Sawa? Kwa Mungu aliposema kufanyika mwili mmoja, hakuongea tu kuhusu tendo hili. Anaongea kuhusu nafsi, kiroho, kimwili, kimahusiano, kufanyika kuwa mmoja. Amen. Kosa kubwa sana ambayo mimi naona katika hasa vijana lakini pia mabinti wanapoangalia kuingia kwenye ndoa. Vijana wengi hasa wanaangalia kama wao watapata nini
wanamtazamo huo kwamba mimi nalipa mahari fulani, nalipa ng'ombe sijui mangapi, halafu naenda kuchukua mali yangu. Anafikiria kwamba sasa mimi napata kitu gani? Wanatazama sana kama faida gani wao watapata katika kumwoa mke. Au binti pia anaweza kufikiri hivyo, nikiolewa nitapata faida nyingi sana. Atafanya hivi, atanisaidia hivi, sijui sitahitaji kufanya kazi tena, nitaweza sijui mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msingi ambao tunahitaji kuelewa, kuingia, lengo la ndoa sio wewe upate kitu fulani kutoka mtu mwingine. Lengo sio ubinafsi. Lengo ni kujitoa 100% na mke wako pia kujitoa 100%, na wote wili mnaishi mnakufa kwa sehemu. Mnaacha kuishi kwa ajili ya nafsi yenu na ubinafsi wenu, na mnajitoa nyinyi kwa nyinyi. Mume anajitoa kwa ajili ya mke na mke anajitoa kwa ajili ya mume. Wanaweka maono yao, kipaumbele chao, mambo yao chini kwa ajili ya kufanyika kuwa kitu kimoja. Amen. Jambo ambalo inaharibu ndoa ni ubinafsi na kiburi. Sawa? Kama kuna shida kwenye ndoa yako ni kwa sababu ya ubinafsi na kiburi. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Na chanzo yake mara nyingi ni watu wanaangalia kama mimi nitapata nini kutoka huyu. Halafu baadaye, unajua baadaye haya matarajio, kuna muda kwamba labda mke wako au mume wako hawezi kukupa kile ambacho unatarajia. Halafu inaanza kuonekana ubinafsi wako. Unaanza kukasirika naye, unaanza kujisikia vibaya, unaanza kugombana naye, unaanza kulalamika, unaanza kumkosoa. Kwa sababu gani? Unaangalia kama wewe utapata nini kupitia hiyo mahusiano, badala ya kuangalia kwamba wewe utajitoa vipi kwa ajili ya yule. Amen. Yesu si alisema hivi? Tena mfano ni Yesu na kanisa. Mfano ni Yesu na kanisa. Yesu alikuja kuchukua au kutoa? Mwanaume. Yesu amekuja kuchukua au kutoa? Amen. Naona wanaume wengi wanasema hiyo Efeso 5 inasema wake watini mume wenu kama kanisa wanavyomtii Kristo. Wake, ile neno ni kujinyenyekesha kwa mume wenu. Sawa? Wanasoma hii, alafu sasa basi mke wangu yuko kwa ajili ya kunitumikia mimi. Lakini alisema nini? Alisema kama kanisa na Kristo. Sasa Yesu alifanya nini alipokuja kwa mke wake? Alifanya nini? Labda nitasoma hapa. Mathayo 20:25 hadi 28. Lakini Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Sawa? Anasema kwenye dunia wanafanya hivi, kwenye mataifa. Ukiangalia ndoa za mataifa iko hivi. Halafu anasema lakini haitakiwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Sikiliza vizuri. Kama vile mwana wa Adamu alivyokuja kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo je, mume ni kichwa katika ndoa? Ndio. Mungu ameweka kama mume awe kiongozi? Ndio. Lakini awe kiongozi chini ya mamlaka ya nani? Ya Kristo. Na kusudi la mume ni kuwa mfano wa Kristo kwa mke wake. Na Kristo alifanya nini? Hakuja kutumikiwa. Alikuja kutumika na kutoa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Umefahamu? Katika Biblia kupewa mamlaka sio kama kwa mataifa. Kwenye mataifa mamlaka ipo kwa ajili ya kuheshimiwa na kutumikiwa.
Kwenye Biblia, kwenye ufalme wa Mungu, ukipewa mamlaka au uongozi ni kwa ajili ya kutumika. Kutumia hiyo mamlaka kwa ajili ya kutumika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Halafu kanisa, Yesu alikuja hakulazimisha mtu yeyote apige magoti mbele yake, si ndio? Hakumlazimisha. Alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo kumlazimisha Wafarisayo wote wapiga magoti. Angeweza kuita malaika 10,000 waje pale waonyeshe moto yao na nguvu yao. Unafikiri Mafarisayo wangepiga magoti mbele yake? Wangepiga magoti. Lakini Yesu hakuja kwa kufanya kwa nguvu. Yesu strategy, mkakati, maono yake Yesu ilikuwa, mimi nakuja kwa ajili ya kujitoa nafsi yangu kwa upendo. Hata ukinitema mate bado nitakupenda. Hata ukinipiga nitakupenda. Hata ukiniaibisha, unaharibu nguo yangu na unaniweka uchi pale msalabani, bado nitajitoa kwa ajili yako. Hata ukiweka taji la miba juu ya kichwa changu na unanicheka pale kama angalia mfalme, bado nipo kwa ajili ya kujitoa nafsi yangu. Amen. Kwa imani. Yesu alifanya kwa imani, kwa furaha iliyowekwa mbele yake. Alijua mimi nikijitoa kwa ajili ya hawa, hakika wao wataona upendo wangu, watashawishiwa, na wao kwa furaha, sio kwa kulazimishwa, kwa furaha watapiga magoti. Kwa furaha watanikaribia, kwa furaha watanifuata. Yesu hakuwalazimisha mtu yeyote amfuate. Akaishi kwa upendo, na wengi umati wa watu walianza kumfuata kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya ukarimu wake, kwa sababu ya uzuri wake. Amen. Na hivyo nakupa ahadi, mume, ukifuata hiyo upendo wa Kristo kwenye ndoa yako, hata kama sasa una shida ya huyu sio mnyenyekevu, huyu si anisikilize vizuri, sijui huyu, ukijitoa kama Yesu baada ya muda utaona mabadiliko. Kwa sababu upendo unashinda, si ndio? Upendo, mwisho wa siku, ule upendo imekufanya wewe uwepo siku ya leo, imekufanya wewe ujitoe kwa ajili ya kuenda sijui Jambiani huko, kwenda Pwani Michangani, kuacha nyumbani kwako kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Umefanya kwa upendo, si ndio? Kwa sababu umeguswa na upendo wa Yesu. Amen. Na hii sio tu kwa ajili ya kumpata mke. Watu wengi, vijana wengi wanatumia hiyo upendo kwa ajili ya mpaka ameshaweka hiyo pete. Sasa nasema sasa nimekupata, anaacha hiyo tabia ya upendo. Tusifanye hivyo. Hiyo ni upendo, ni mwanzo na mwisho. Mpaka mwisho, endelea kutafuta kutumikia. Na sana naongea na wanaume kwanza kwa sababu mimi ni mwanaume, lakini pia kwa sababu Mungu amemweka mwanaume kuwa kiongozi. Sawa? Kwa hiyo na mwanaume pia anatakiwa, nafikiri, kuwa mwanzishi, anayeanzisha. Wanawake wameumbwa kwa ajili ya kupokea na kujibu. Wanaume wanaanzisha mara nyingi. Kweli inaweza kubadilisha pia. Mke anaweza kuamua kwamba kuanzia sasa nitabadilisha vitu na nitaanzisha kitu kingine kwenye ndoa yangu, lakini ni ngumu zaidi kuliko kwa mwanaume. Amen. Tuko pamoja? Hata sitaingia sana katika jambo hili, lakini ukitaka mistari nitumia message, nitakutumia mistari. Lakini hata tendo la ndoa ni picha ya Injili. Sawa? Ukisoma Waebrania 10 pale utapata siri nyingine, kuanzia mstari wa 19. Kama unataka nishirikisha leo, sitaingia sana katika tendo la ndoa, lakini hata hiyo ni picha ya Injili. Sawa? Ni jambo la kipekee la Kikristo. Shetani anachukia sana tendo la ndoa kwa sababu inawakilisha Kristo na kanisa na umoja wa kupangia patakatifu pa patakatifu. Kuna ishara nyingi sana pale ambao zinaonyesha katika mwili ambao ipo katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka taarifa zaidi kuhusu jambo hili, nitumia message, nitakushirikisha hiyo mafundisho. Lakini leo sitaingia sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata tendo la ndoa ni jambo la kiroho, inatakiwa kuwa ibada. Inatakiwa kuwa ibada. Haimaanishi kwamba lazima uende kwa Luka lakini yenyewe ni ibada.
halisi ambayo inawakilisha pia Injili. Amen. Na ni njia kwa Roho Mtakatifu pia kubadilisha na kuingia kwenye ndoa na kuleta furiko mkubwa zaidi ya upendo. Kila kitu kwenye ndoa ipo kwa ajili ya kuwakilisha Injili, iko kwa ajili ya kuonyesha picha ya Injili. Haleluya. Tuko pamoja? Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, jambo la kwanza, msingi wa kwanza, lazima ufahamu maono, kusudi la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Hiyo ni msingi ya mambo yote. Sasa tuende katika hatua ya pili. Msingi ya pili, jambo la pili la msingi ni nisemaje? Ni ahadi, ni agano na ni uaminifu. Sawa? Msingi nyingine ni uaminifu katika agano. Uaminifu katika agano ni msingi ya pili. Sasa uaminifu ni nini? Uaminifu ni kutimiza ahadi zako. Sawa? Uaminifu ni kufanya kile ambacho umesema utafanya. Ni kutimiza maneno yako. Ni kutimiza, kama umejitoa kwa kitu fulani, unakuwa mwaminifu kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu ni hiyo. Na katika ndoa, msingi ya ndoa, msingi nyingine ni hiyo agano ambayo unafanya. Unasema mimi nitakuwa mwaminifu kwako hadi kifo, wewe utakuwa mwaminifu kwangu hadi kifo. Hii haihusu hisia. Sawa? Kama una hisia, kama hauna hisia, kama una hisia mbaya, kama una hisia nzuri. Hisia ni tunda tu. Sawa? Hisia ni tunda. Tunda ambayo inaonyesha hali ya mti. Kama tunda ni sio tamu, maana yake mti ina ugonjwa fulani, ina shida fulani. Okay? Inaonyesha kwamba hisia ni tunda tu, lakini sio ile msingi ya ndoa. Msingi ni ile ahadi na ile agano ambayo umekata. Hata tendo la ndoa hapo mwanzo, unajua kwenye mwanaume na mwanamke kuna bikira pale ambayo inavunjika, kuna damu inatoka. Hata tendo la ndoa ni agano ya damu kuchanganyika. Ni agano la damu. Ndio maana Biblia inataka wewe uwe na mtu mmoja tu na ubaki naye, kwa sababu picha ya kanisa na Kristo pia ni agano na mtu mmoja na kanisa moja, si ndio? Na hivyo kwenye ndoa. Kama labda shetani amekushambulia na umefanya uasherati kabla au umeanguka katika jambo hili, Mungu anaweza kuleta uponyaji. Mungu anaweza kukupa fursa mpya. Sawa? Lakini ile kusudi, lengo la Mungu ile mwanzo ni hiyo iwe agano, ambao unakata agano unapofanya tendo la ndoa mara ya kwanza. Unakata agano ya damu ambayo ni kwa kudumu. Kama Yesu hawezi kuacha kanisa na kanisa hawezi kumwacha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nyinyi katika harusi yenu, mimi ninaona kwenye harusi jambo muhimu zaidi kuliko yote ambayo inafanyika kwenye harusi ni wakati mume na mke wanasema I do. Wanasema kwa Kiswahili nini? Wanasema nakubali, ndio. Na wanasoma inaitwaje, kiapo. Wanasoma kiapo. Si ndio? Sijui kama kila mmoja kwenye harusi za Kikristo, msingi ya harusi ni hicho kiapo. Mwanaume anasimama pale anasema najitoa kwa ajili yako hadi kifo. Mwanamke anasema nakubali kukuchukua kama mume wangu hadi kifo. Wanakubali, wanafanya ahadi, wanafanya kiapo. Amen. Hii ni msingi nyingine. Na hii isiwe maneno tu ambayo unafanya pale mwanzo, ambayo unasema siku ile. Ni jambo la kujikumbusha tena na tena na tena, jambo ambalo ni muongozo wako. Sasa mimi na kesi kwenye harusi yetu, sisi tuliandika kiapo chetu. Mimi nilichukua muda nyingi kuomba na kufikiria, nimeandika kwamba ninajitoa kwa kitu gani. Mke wangu pia aliandika kwa maneno yake, alisema mimi natoa ahadi siku ya leo kwa maneno haya. Sisi tuliamua kwamba hatutaki kusoma tu maneno ya mtu mwingine, tunataka kusema maneno yetu. Halafu jambo hili imekuwa msingi kama katiba ya ndoa yetu. Amen. Sio katiba, ndio. Inakuwa msingi. Na kila mwaka sisi tulifunga harusi yetu mwezi wa 12 tarehe 16. Kila mwaka tarehe ile
kila mwaka tunakaa pamoja na tunachukua tena hiyo maandiko, hiyo ahadi, na mimi nasoma tena ahadi yangu kwake, na yeye anasoma tena kiapo chake kwangu, na tunarudia pale na tunakumbushana kwamba hiyo ni mimi nilisema kwa neno langu kwamba ninajitoa kutimiza jambo hili. Amen. Na mimi sisomi kiapo chake, mimi sichukui hicho kwako na namkumbusha, kumbuka umesema hivi, umesema hivi, kumbuka, kwa sababu hiyo sio mkataba, sawa? Ni agano. Kwenye agano unaangalia tu upande wako, unaangalia mimi nimejitoa kwa jambo hili, basi nitafanya. Kama mtaniruhusu nitasoma kwamba siku ile tumeandika nini na mimi nimesoma nini kwa ajili yake. Nataka kusikia. Sijawahi kuisoma tena kwa watu wengine tangu siku ile, lakini ni jambo wazi kwa sababu hiyo ni ahadi ambayo nilitoa mbele ya watu, marafiki, familia, mbele ya watu wengi. Amen. Halafu hatua ambayo nakutia moyo ufanye hivi, sawa? Wewe chukua muda, chukua nafasi, wewe na mke wako na mume wako, chukue muda kufikiria kwamba mimi ahadi yangu, mimi nataka kufanya nini kwenye hiyo ndoa, mimi nataka kujitoa kwa kitu gani kwenye hiyo ndoa, na wewe uweke hiyo kiapo, hiyo ahadi, halafu usome kwa mume wako, kwa mke wako, sawa? Kama hauna jambo hili, kama hukumbuki kwamba siku ile umesema nini, umetoa ahadi gani, wiki hii au panga siku nyingine ya kukaa na mke wako na kuandika. Amen. Sasa mimi siku ile nilisoma jambo hili, niliandika kwa maneno yangu. Hiyo ni kiapo cha ndoa yangu. Amen. Kasi yuko wapi? Nitamsomea. Ametoka. Yuko nje. Nilisema kesi. Nilisoma kwa Kiingereza, nimejitahidi kutafsiri kwa Kiswahili. Kwa kama maneno haya kaa vizuri ni kwa sababu ya kutafsiriwa. Lakini inasema hivi. Kesi. Nimezidiwa na shukrani kwa sababu Mungu amekuchagua uingia katika maisha yangu na ameniita nikupende na nikuhudumie kwa maisha yangu yote. Ninajitoa kwako rasmi, na Mungu anapounganisha maisha yetu pamoja, ninaacha haki yoyote ya kufikiria na kutenda kwa ajili yangu mwenyewe tu kama mtu binafsi. Alafu ninasema ninaahidi kumpenda na kutafuta Mungu zaidi ya kitu kingine chochote, ili kwa kumjua yeye niweze kuakisi upendo na tabia yake kwako. Ninaahidi kukuhudumia kwa moyo wenye furaha, kukuongoza kwa hekima na unyenyekevu, kukusamehe bila masharti, kuzungumza nawe kwa neema, kukutendea kwa upole na kukusikiliza kwa uvumilivu na moyo ulio wazi. Ninaahidi kukupenda kwa upendo wa Mungu, upendo ambayo daima ni wenye subira, daima ni wenye fadhili, daima ni wa unyenyekevu, usio na ubinafsi na ni wa kweli. Upendo usio na hofu wala kutojiamini. Upendo ambao hauhesabu mabaya bali hufunika makosa wengi. Upendo unaoamini mema zaidi kukuhusu wewe. Na zaidi ya yote, upendo usio na masharti ambao hauishi kamwe. Katika nyakati nzuri na mabaya, katika mateso na furaha, katika ugonjwa na afya, hakuna jambo lolote litakalotokea wala kitu chochote utakachofanya kinachoweza kunifanya niache kukupenda. Huniwi deni lolote zaidi ya kupokea upendo wa Kristo kupitia mimi. Sitakoma kukuchagua. Sitakuacha kamwe. Ninajitoa kikamilifu kwako mpaka kifo kitakapokutenganisha. Ninakupenda. Kwa hii umefika. Hii ilikuwa ahadi ambayo nilitoa siku ile. Amen. Na yeye pia aliandika maneno mazuri zaidi. Na mimi nitawaambia kwa ukweli, sijawahi kutimiza jambo hili 100%. Sawa?
Na mimi nilijua siku ile nilikuwa naandika kwa kutetemeka kwamba ninajua kwamba mimi kama kijana wa miaka 21 tulipooana, kwa kijana wa miaka 21 nilijua mimi jambo hili siwezi nilijua nina udhaifu nyingi, nilijua mimi siwezi kumpenda kwa namna hii, lakini nilikuwa na hiyo ufunuo. Nilijua kwamba lengo iko hapa juu. Lengo la kwa sababu mimi sikutaka ndoa ya kawaida. Unajua watu wengi wanaanza ndoa na wanazoea sehemu fulani, wanaacha kiwango fulani. Sawa? Wanapata amani fulani ya juu, halafu wanabaki tu pale. Lakini mimi nilijua kusudi ya Mungu ni nini? Kufanyika kitu kimoja. Na nilijua kwamba Yesu alisema kwa ajili ya furaha iliyowaka mbele yangu ninajitoa kwa ajili ya, na hiyo furaha ni hiyo mahusiano na sisi. Kwa nilijua hakika kwenye ndoa kuna furaha mkubwa mno kupita kiasi. Nilijua kama jambo hili ni picha ya Injili, basi hakika hapa kuna jambo la thamani kubwa sana kupita kiasi. Hakika hapa kuna jambo furaha ya milele hapa kwa sababu ni picha ya Injili. Amen. Na nilijua kwamba mimi sina uwezo kutimiza jambo hili. Na hata wiki iliyopita nimefeli kutimiza baadhi ya mambo haya. hata wiki iliyopita kuna baadhi ya vitu kama labda sijasikiliza vizuri kwa uvumilivu. Labda sikuwa na upendo wa masharti, nilianza kuweka masharti kama au kupunguza upendo wangu kwa sababu ya vitu. Umefahamu? Lakini bado tunaweka hivyo. Na si iko hivyo katika maisha ya Kikristo. Unapookoka unasema nini? Yesu nakupa 100%. Naishi kwa ajili yako sasa. Halafu je, unaishi kwa ajili yake kweli kila siku? Lakini unakumbushwa tena na tena, unakumbuka tena na tena. Yeye amejitoa 100% kwa ajili yangu, basi mimi nitaendelea kujitoa kwa ajili yake. Amen. Hivyo ni muhimu sana, ni jambo la msingi sana kwenye ndoa. Uwe na kiapo fulani, uwe na ahadi fulani, uwe na jambo ambalo wewe umejitoa kuifanya. Na kama umeona vizuri, kama ulisikiliza vizuri, mimi hata hapa sijaandika chochote kuhusu natarajia nini kwake. Sikuandika hata kitu kimoja kwamba nitakupenda kama unafanya 1 2 3. Nitafanya hivi kama wewe unafanya 1 2 3. Kwa sababu hiyo sio mkataba. Mimi nimeamua kujitoa hivi, kufanya hivi. Na hajaishi nini kinatokea, haya maneno yananifunga. Hata vile kama Yesu haachi kukutafuta wewe, haachi kukupenda wewe kama wewe ni dhaifu, kama wewe unafanya dhambi, kama wewe unakosa, anaendelea kupenda. Kwa nini jambo hili ni muhimu sana? Na kwa nini ni muhimu kujikumbusha tena na tena kila mwaka, kila baada ya muda kujikumbusha kwenye ahadi zenu? Kwa nini? Kwa sababu misingi nyingine 3, 4, 5 huwezi kufanya vizuri bila msingi wa agano ambao haiwezi kuvunjika. Sawa? Hiyo agano inakupa usalama sasa kufanya hatua zingine. Amen. Hiyo agano inakupa uhuru wewe kukiri dhambi zako kwake. Kwa sababu unajua hatakuacha. Unajua hatakusamehe. Hii inakupa uhuru kumsamehe na yeye. Inakupa uhuru kugombana kuhusu mambo ambayo huelewi, na mwisho wa siku unajua kwa mwisho wa siku lazima tutasamehana na lazima tutaendelea pamoja. Inakupa uhuru kujitahidi sana kufanyika kuwa mwili moja. Unajua kufanyika kuwa kitu kimoja ni jambo ngumu sana. Sawa? Maana yake kiburi yako yote yanahitaji kukufa. Ubinafsi wako yote inahitaji kuisha. Na lazima magombano yatakuwepo. Sawa? Kama hakuna magombano kwenye ndoa yako, ama umekamilika au umezoea kukaa kimya na unaficha kila kitu. Lakini kama unaishi wazi na unajitahidi kuboresha ndoa yako, lazima kuna baadhi ya siku utagombana. Sio kwa sababu ya chuki, lakini kwa sababu mnajaribu kutengeneza kitu ambacho ni cha kiwango cha juu. Ambacho ni ngumu sana, ambao inawakilisha vizuri Kristo na kanisa. Bwana asifiwe. Umeelewa? Na msingi katika ndoa lazima iwe hiyo ahadi. Lazima iwe hiyo kiapo kama nimejitoa kwa jambo hili. Amen.
haimaanishi sasa siongei, haimaanishi kama mume wako au mke wako sasa anakufanya wewe katika hali ya hatari kwa maisha yako, watoto wako kwa katika hali ya hatari kwa maisha yako, au kama kweli kuna uzinzi muda wote inaendelea. Yesu anasema unaweza kuacha kwa sababu tayari imekatika. Sawa? Yesu anajali nafsi yako na maisha yako, na kama kuna hatari haujafungwa kuendelea pale. Sawa? Haujafungwa kuendelea pale muda wote. Kwa sababu Mungu anajali maisha yako na usalama wako kuliko ndoa kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nyinyi hapa sidhani kama mambo haya yanaendelea kwamba kuna uhatari au kupigwa sana au sijui nini. Lakini jambo hili ni msingi ya ndoa. Tuko pamoja? Na haya maneno sijawahi kuenda na kubadilisha. Haya maneno haibadiliki. Hata kama yeye anafeli kwa sehemu, hata mimi nikifeli kwa sehemu, hiyo lengo inabaki pale pale. Amen. Kuna watia moyo nyinyi yote, kama unaondoa uko kwenye ndoa, kama haujawahi andika kitu kama hichi, au kama unakumbuka kwamba siku ile kwenye ndoa umesoma kitu gani, urejee pale na kumbushana tena katika jambo hili. Amen. Namba tatu. Hiyo ni muhimu sana. Namba 3, msingi ya 3 ni kila kitu katika nuru. Kuishi katika nuru. Everything in the light. Kila kitu katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani wewe kuwa mwili mmoja. Haiwezekani wewe kuwa kitu kimoja na mtu kama kuna giza, kama kuna siri, kama kuna kitu ambacho kinafichwa, kama kuna maneno ambayo unahisi lakini unaogopa kusema, kama kuna mambo ambayo zimefichika, kama kuna dhambi hasa ambao hauko tayari kukiri. Giza inaharibu mahusiano yote. Hata waraka wa Yohana wa kwanza sura ya kwanza inasema ukitembea katika nuru una ushirika nyinyi kwa nyinyi na unashirika na Mungu. Hasa katika ndoa. Hasa katika ndoa ni muhimu zaidi kuliko yote. Kwa sababu kusudi la ndoa ni kuwa kitu kimoja. Huwezi kufanyika kuwa kitu kimoja kama kuna baadhi ya vitu ambavyo unaficha. Bwana Yesu asifiwe. Muhimu sana kujenga mahusiano kwenye ndoa yako ambao haufichi chochote, yeye pia hafichi chochote. Kesi anajua neno siri ya simu yangu. Anaweza kuingia kusoma ujumbe yote kwenye WhatsApp, kuangalia picha yote. Anaweza kuingia kwenye mitandao na kuangalia nimeangalia mitandao gani. Anaweza kuingia kwenye YouTube yangu na kuangalia kama video vyote ambavyo nimeangalia. Si delete yoyote, sifichi chochote. Na hivyo kwake. Sina chochote ambacho ni siri kutoka kwake. Hata wewe ukija kwangu unaniambia kama Beni, jambo hili ni siri na tushirikisha na wewe, tafadhali usimwambie mtu mwingine. Nitakwambia hivi, sawa, sitamwambia mtu mwingine yoyote nje ya mke wangu kwa sababu yeye ni mwili mmoja na mimi. Na yeye pia ni mwaminifu sana, yeye si mwongeaji. Na kama wewe ni mke na wewe ni mwongeaji, unapeleka siri za watu wengine kwa watu wengine. Usifanye hivyo kwa sababu itafanya mume wako pia ajisikia hawezi kushirikisha mambo. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mke wangu hajawahi hata siku moja kwenda kwa mama yake kulalamika kuhusu mimi, kwenda kwa mtu fulani kulalamika kuhusu mimi, kwenda kupeleka habari zangu kwa mtu mwingine. Hajawahi kwenda kupeleka habari zako, siri zako ambao umenishirikisha kwa mtu mwingine. Hajawahi kwenda kwa mambo hayo yote. Amewahi kwenda kuomba ushauri kwa watu kwenye wakati tunapitia mambo magumu, lakini alisema Beni, mambo yetu nitaenda kushirikisha na huyu mtu ambao wote tunaamini na kwa ajili ya kupata shauri. Sawa? Hiyo ni sawa, lakini ananiambia. Sawa? Tuko pamoja? Na hiyo ni msingi yetu katika ndoa yetu, ni hatufichi chochote. Kila kitu nitamwambia. Akiuliza, lakini hata kama haulizi. Kama kuna jambo ambalo mimi najisikia nataka kuificha, tayari nimejua kwamba hapo shetani anatafuta nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Tayari ninaona kwamba shetani anatafuta kitu fulani. Na kwa sababu ya ukaribu wetu sasa, kwa sababu tunafanya hivyo kwa miaka, mimi kama kuna kitu naficha, anajisikia moja kwa moja. Anahisi, anajua. Na inaanza kuharibu ule ukaribu wetu na mahusiano yetu. Na hata kwenye tendo la ndoa inaanza kuonekana. Inakuwa ngumu zaidi kwake kufanya tendo la ndoa, na inakuwa kwa sababu tendo la ndoa ni kuwa uchi na bila aibu, si ndio? Ni kila kitu katika nuru. Kama kuna vitu vinafichwa,
Kama kuna vitu vinafichwa, inaharibu hata hiyo. Na kuna watu wengi wanasema, sijui mke wangu hataki tendo la ndoa, sijui. Labda mnaishi katika nuru hivi? Mnaishi uchi katika maeneo yote, kiroho, kinafsi, kiakili, au kuna vitu unaficha? Kama kuna vitu unaficha, inaharibu ule ukaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu sana kufanyika kwa mwili mmoja katika tendo la ndoa wakati kuna vitu vimefichwa, au kuna vitu ambavyo ni siri, au kuna vitu ambavyo unaogopa kusema. Amen. Tuko pamoja? Kila kitu katika nuru. Na ndoa ni sehemu pekee ambayo unaweza kufanya hivi. Na jamani, nitawaambia ni uhuru mkubwa sana. Huwezi kuamini uhuru gani kuwa na mtu ambao unaweza kumwambia chochote na bado ataendelea kukupenda, bado ataendelea kukusamehe, na bado ataendelea kukupa nguvu. Ni uhuru mkubwa sana, baraka kubwa sana. Ni uhuru kwako na uhuru kwake pia kuweza kushirikisha kila kitu. Lakini ni muhimu sana, kama unataka mahusiano kama haya, lazima uwe msikilizaji mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama mtu anakuambia siri zake alafu unabishana naye au unashirikisha wengine au sijui, wewe sasa umeharibu hiyo msingi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Sasa sio lazima ufanye jambo hili. Mimi nashirikisha tu ushauri wangu. Wewe mwenyewe unaweza kufanya vile unavyotaka. Kwetu hiyo ni msingi sana. Na kweli tunaishi hivi kwa nuru sana. Na yeye hajawahi kuogopa hata siku moja. Hajawahi kuwa na wasiwasi yoyote na mimi kwa mwanamke mwingine. Hajawahi. Na mimi pia kwake. Kwa sababu tunaishi katika nuru. Tunajua kwamba kuvunja hiyo, hata kuwaza siwezi kuwaza kwa sababu ya huo ukaribu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanaharibu ndoa kwenye uzinzi ni kwa sababu mara nyingi kwa sababu kwa muda mrefu, kidogo kuna vitu vinafichwa, mpaka kuna giza kubwa sana, na hata mahusiano ya ukaribu haipo. Sio siku moja tu mtu anaanguka. Amen. Na ukiishi katika nuru, umelinda ndoa yako, umelinda. Na kitu kikubwa ambao inaharibu huduma za watu ni uharibifu wa ndoa. Si ndio? Sana ni hiyo ndoa kuharibika au matumizi ya pesa. Mambo haya yanaharibu sana watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuwa wazi sana, usiseme uongo muda wote. Tafadhali. Kusema uongo au hata kusema ukweli nusu na unaficha vitu inaharibu sana vitu. Amen. Tuko pamoja? Na tena ni hivyo katika mahusiano ya kanisa na Kristo, si ndio? Anasema usifiche chochote. Kama unaficha kitu kutoka kwa Mungu, inaharibu mahusiano. Na ndoa inatakiwa kuwa picha hiyo. Okay, namba 4. Tuko tayari kwa namba 4? Sasa hii inahusu mahusiano zote, sawa? Kwa hiyo kama hauna nia yoyote kuoa au kuolewa, hii bado itasema na kwako. Jambo la 4, msingi wa 4 muhimu sana ni mawasiliano mazuri, good communication. Mawasiliano mazuri. Sawa? Tuko pamoja? Hapo ningeweza kuongea kwa wiki mzima, na hapo bado mimi najifunza sana. Sawa? Bado najifunza sana na ni jambo ambalo utaendelea kujifunza kwa miaka. Lakini lazima uwe na mawasiliano mazuri. Sasa nitaweka msingi kidogo hapa. Mawasiliano ina upande mbili. Kuna mwongeaji na mwongeaji mwingine. Hapa. Kuna mwongeaji na msikilizaji. Turudia tena. Kuna mwongeaji na msikilizaji. Sawa? Kama kuna mwongeaji na mwongeaji, kuna mawasiliano. Kama kuna msikilizaji na msikilizaji, kuna mawasiliano. Okay, ni kama TV na remote, okay? Lazima uwe na remote na kuna TV. Remote inabonyeza, inachagua channel, inatuma, alafu TV inapokea, alafu inaonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Ina reflect. Tuko pamoja? Kwa hiyo yule ambao anaongea ana lengo moja tu. Lengo lake hii hasa katika migombano, sawa? Au kama una shida na mume wako au mke wako, ni muhimu sana. Lengo la mwongeaji ni kuelezea
kile kilicho ndani yake. Kuelezea. Lengo la mwongeaji sio kukosoa, sio kunyosha kidole, sio tukana mtu au kumweka chini yule mtu au kumwongea vibaya. Lengo la mwongeaji ni kueleza kile kilichomo kwenye moyo wake. Haiwezekani kufanyika kitu kimoja kama mtu mmoja anaficha kilicho ndani ya moyo wake, si ndio? Hii sio ukaribu. Hii sio ukaribu. Ili ukaribu uwepo, lazima mtu afungue moyo wake, ashirikishe kwa uhuru na uwazi kila kilichomo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ya mwongeaji. Kazi ya msikilizaji ni nini? Kuongea? Kubishana? Kusema hapo umekosa. Hapo hujasema vizuri. Kazi ya msikilizaji ni nini? Kusikiliza. Lengo lake ni moja, nifahamu, nielewe, nipate picha nzuri, nijisikie vile vile kama mke wangu, kama mume wangu, nielewe hisia zake. Ananieleza kwamba sijui, najisikia kama hunipendi vizuri, unataka kubishana. Hapana, mimi nakupenda vizuri kwa sababu nimefanya 1 2 3. Sikiliza, kwa nini anasema hivi? Kwa nini anasema hivi? Jaribu kuingia katika moyo wake na nia yake, kuelewa upande wake. Kuelewa kwamba kwa nini sasa anajisikia hivi. Kwa nini anajisikia kuumizwa? Ameumizwa. Kwa nini anajisikia kuumizwa? Ndio, hukutaka kumuumiza, lakini sio zamu yako sasa kuongea. Zamu yako ni kuelewa kwa nini? Kwa nini huyu ameumizwa? Kitu gani nimefanya ambacho kimesababisha aumizwe? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Na kama TV inaonyesha tu channel. Inaonyesha tu kwamba nimeelewa, nimekuelewa hivi. Na lengo ni yule ambao anaongea na wewe, akuangalia wewe, ajisikia kama wow, kweli umemwelewa. Kweli umemwona. Kweli uko pamoja naye katika jambo hili. Hayuko peke yake. Sawa? Sikiliza, kumbuka Biblia inasema ukimpenda mke wako unampenda mwili wako. Maana yake pia ukimuumiza mke wako unamuumiza mwili wako. Au ukimuumiza mume wako unaumiza mwili wako. Hakuna kwenye ndoa, hakuna mtu mmoja kushinda na mtu mwingine kushindwa. Haipo. Sawa? Kwa sababu nyinyi ni kitu kimoja. Ama wote mnashinda au wote mnashindwa. Mko pamoja. Na mahusiano ni muhimu sana kwa ajili ya kuonyesha kwamba okay, nimekuelewa, nimefahamu kwa nini umejisikia hivi. Sawa? Baada ya huyu kumaliza kuongea na huyu kumaliza kumwelewa, utajisikia mabadiliko kwenye mazingira. Utajisikia huyu atafunguka, atatulia. Halafu unaweza kuchukua zamu yako sasa kuongea. Wewe unakuwa mwongeaji, huyu anakuwa msikilizaji. Sawa? Hivyo. Halafu labda mtafanya hivi mara 5. Huyu anaongea, wewe unasikiliza mpaka anaelewa. Halafu huyu ana vitu vya kusema. Anasema mpaka anaelewa. Lakini kama watu wawili wanajaribu kuongea, vitu vyote vinaharibika. Okay? Na hii sio kuhusu ndoa tu. Hii pia kwenye kila timu. Labda sijui unaishi kwenye nyumba moja na mtu fulani amefanya kitu fulani imekuumiza. Hivyo. Kuna mwongeaji, kuna msikilizaji. Lengo, nyinyi ni kitu kimoja pia. Sisi ni mwili mmoja. Sio sawa na katika ndoa, lakini ni mwili mmoja. Wewe huwezi kushinda juu ya Mkristo mwingine. Sawa? Huwezi kushinda juu ya Mkristo mwingine. Yeye ukimshindwa, wewe pia unashindwa. Kwa sababu ni timu moja. Amen. Kila mwaka, labda kila mwezi kuna baadhi ya mazungumzo ambayo ni muhimu sana. Sawa? Mazungumzo ambayo ni muhimu sana. Mazungumzo muhimu sana kwenye ndoa ni wakati nyinyi mnatafutiana. Haya ni mazungumzo ambayo ni muhimu sana. Mara nyingi mtazungumza, mnaelewana vizuri, mna nia moja, lakini kuna wakati ambao mnatofautiana. Huyu anaona hivi, huyu anaona tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haya sasa ni mazungumzo ambayo ni muhimu zaidi sana. Haya mawasiliano, haya mazungumzo ama zitajenga ukaribu au zitaharibu ukaribu. Sawa? Na kujifunza kufanya hiyo mawasiliano vizuri ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo imetusaidia sisi mara nyingi ni kama kuna mwongeaji na sisi wote ni waongeaji, tunapenda kuongea. Lakini inaweza kusaidia kama mtu mmoja anaongea,
mwingine achukue daftari aandike. Sasa unapoandika ni ngumu kuongea. Sawa? Kwa labda mume wako au mke wako anakuelezea shida, sijui maumivu yake, unachukua daftari unaandika vizuri. Sawa? Sasa mwisho wa siku sasa unaweza kumwelewa vizuri, hata akisema mambo 10 utakumbuka zote. hata kama amesema kitu ambacho sio kweli. Baadaye sasa, baada ya kumwelewa na hisia kupungua, unaweza kurudi pale na kusema, mke wangu, mume wangu, mbona umesema hivi? Umesema tu kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya hisia, au kweli unamaanisha hivi? Umeona? Ukiandika inasaidia sana. Maana sasa sifiwe. Wewe kama katibu, secretary, katibu. Sikiliza vizuri mke wako, mume wako, andike, alafu mtaweza kuelewa vizuri. Amen. Mabishano mengi yanatokea wakati kuna kila neno unaanza kubishana na ile neno. Halafu huyo mtu hawezi kumaliza kusema, huyo mtu hawezi kuelewa vitu vyote, lakini ukiandika inasaidia. Kweli. Bwana sasa sifiwe. Hivyo kwenye migombano ndani ya timu. Ukiandika pia kwenye mazungumzo haya inasaidia. Tuko pamoja? Mahusiano mabaya, kama unakosa kusikiliza vizuri, au kama unakosa kusema kile kilicho ndani ya moyo wako vizuri, ni kama kuweka tofali pale. Na kila mara ukishindwa kusema kilichomo ndani ya moyo wako, unasema basi siwezi kusema. Mume wangu hata nisikiliza vizuri, sitasema. Mke wangu hawezi kunisikiliza vizuri, sitasema. Umeweka tofali nyingine. Kila mara ambao mke wako, mume wako anajaribu kukuambia kitu ambacho ni muhimu kwake, halafu wewe unakosa kumsikiliza vizuri, unaanza kubishana naye, unaanza kumpunguza, umeweka tofali nyingine. Ukiendelea hivi kwa miaka, umeshajenga ukuta mkubwa sana. Na sasa una kazi kubwa sana. Nakuhurumia sasa. So kazi yako ni mkubwa sana. Na kama umejenga ukuta kwa miaka 7, huwezi kuvunja kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kama umejenga ukuta kwa miaka 10, huwezi kuvunja kwa siku moja. Unahitaji kazi kubwa sana tena kurudia, kueleza na kumonyesha na watu wengi wanaogopa kusema kilichomo ndani ya moyo wenu, hata ndani ya timu. Nimeona watu wengi kwenye timu wanakuja kwangu, wanakuja kwa Lina, wanasema kitu, wanaogopa kusema kwa mwingine, kwa sababu wanaogopa kwamba yule mtu hatapokea vizuri, yule mtu hatasikiliza vizuri, yule mtu atabadilika kwangu, yule mtu ataacha kunipenda, yule mtu ataacha kunijali vile, yule mtu atakasirika. Kwa hiyo tunaogopa kusema vitu. Ni muhimu sana kuwa na ujasiri kusema, lakini pia kuwa na hekima, kujifunza kusema kwa namna ambao huendi kukosoa, unaenda kueleza moyo wako. Unaenda kueleza kwamba mimi najisikia hivi kwa sababu umefanya hivi. Na usisema kwamba umefanya hivi kwa sababu wewe ni mbaya. Uamini mke wako, uamini mume wako kwamba yeye ni mtu mzuri, ni mtu wa Mungu, ambao ni binadamu na anafanya makosa. Sawa? Sio kama mume wako ni mbaya au ana roho mbaya. Hapana, ukisema vitu hivi, ni ngumu sana kusikiliza. Ukisema umefanya hivi, uliposema hivi mimi nimejisikia hivi. Ulipofanya hivi mimi nimejisikia 1 2 3. Sisemi kwamba umetenda dhambi, lakini nimejisikia hivi. Nataka ujue moyo wangu nimejisikia vipi. Kwa sababu mimi nakuamini, nakupenda, najua pia wewe unajali moyo wangu, kwa najua tutaweza kumaliza jambo hili vizuri. Amen. Haya ni maneno ambayo unaweza kutumia. Hii inaweza kuwa mada mrefu sana kama namna ya kufanya mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafikiri tumeelewa. Twende katika namba 5. Namba 5 ni msingi nyingine. Ni utubu na msamaha. Sawa? Kutubu na kusamehe. Sema kutubu, sema kusamehe. Sawa? Kama wewe ni mtu ambao ni mzito kutubu, kuomba msamaha, basi naweza kumsema hakika ndoa yako haina afya nzuri. Kwa sababu ndoa, lakini mahusiano yote ya karibu, ukiishi karibu na mtu, hakika
utafanya kitu ambacho kinamuumiza. Sawa? Na kutubu sio mara moja kwa mwaka, ni at least mara moja kwa wiki. Sawa? Jambo la kila wiki. Hata maisha, sikiliza, kutubu sio neno baya. Kutubu ni neno ambao sisi tunapenda sana kama wanafunzi wa Yesu. So kuwa mwanafunzi wa Yesu ni kuishi maisha ya toba. Kila siku Yesu anatufundisha kitu mpya. Kila siku tunaona kwamba bado hatujatimiza kila lengo. Tunatubu, tunabadilika. Toba maana yake ni mabadiliko. Sawa? Unataka kubadilika? Yes. Lengo la ndoa yako ni kwamba ubadilike. Lengo la ndoa yako ni ubadilike, wewe mume kuwa na upendo vile vile ya Kikristo kwa mke wako. Lengo kwenye ndoa mke ni wewe ubadilike, uwe mke ambao ana upendo mkubwa sana vile vile kama kanisa anavyotakiwa kwa Yesu. Amen. Hiyo ni lengo la ndoa, ni kubadilika. Sio kupokea kitu. Unaingia kwenye ndoa kuingia kwenye moto kwa ajili ya kubadilishwa. Amen. Na mwisho wa siku kinachotoka ni safi sana, ni kizuri sana. Lakini toba ni muhimu sana. Uwe mtu ambaye ni rahisi sana kusema kweli nimefanya hivi, samani. Sio lazima upige magoti na ujisikia vibaya kwa muda mrefu, lakini kuzoea kusema samani, sikumaanisha hivi. Samani, nimesema maneno vibaya. Samahani. Tafadhali nisamehe. Nakupenda. Sijamaanisha hivi. Umeona? Samahani, nimechelewa kurudi. Najua nilisema nitafika saa fulani lakini nimechelewa. Naomba nisamehe. Wiki ijayo nitajizingatia vizuri zaidi. Umeona? Vitu kama hivi ni rahisi. Na kama ni ngumu kwako ni kwa sababu bado haujaelewa Injili vizuri. Sawa? Kama toba ni ngumu kwako, inarudi kwenye Injili. Kwa sababu kwenye Biblia, kwenye Injili, toba inaleta uhuru. Toba inaleta msamaha. Toba inaleta ukaribu zaidi na Mungu, si ndio? Kwa toba ni jambo nzuri sana. Lakini pia msamaha. Amen. Pia msamaha ni muhimu sana. Kwenye ndoa lazima. Ndoa ni mafunzo ya toba na msamaha. Muda wote. Amen. Kwa sababu bado hatujakamilika. Bado sisi ni binadamu ambao tuna matatizo yetu. Na unajaribu kuishi na mtu mwingine kwenye nuru, na kwenye nuru itaonekana matatizo yako yote. Haleluya. Kwa lazima uwe mtu pia ambao ni nyepesi kusamehe. Ni rahisi kusamehe. Na lazima uwe na hekima pia kujua kwamba ni kitu gani ambacho ni jambo ndogo ambao unaweza kuacha kusamehe tu. Kitu gani ni muhimu lakini kuleta katika nuru na kusema kwamba mume wangu, mke wangu, ulipofanya hivi haikuwa nzuri. Sawa, unahitaji hekima katika jambo hili. Ni kujua kitu gani unaacha tu, kitu gani unasema. Lakini mwongozo nzuri ni kama inaendelea kukusumbua kwenye moyo wako zaidi ya siku moja, lazima useme kitu fulani. Ulete katika nuru. Amen. Halafu ili mambo haya yasiendelee kukaa, yasiendelee. Tuko pamoja? Na unajua mabishano mengi sana katika mahusiano sio kwa sababu mtu mmoja amekosa au mwingine amekosa. Mara nyingi tu ni kutoelewana. Ni kwamba mtu anasema kitu fulani na wewe umemelewa hivi, lakini yeye alimaanisha kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka jambo hili mara nyingi sana hata kwenye timu, kwenye familia, wewe unapojisikia kuumizwa na mtu, labda ni kwa sababu haujamelewa vizuri. Labda kwa sababu amesema kitu, alimaanisha kitu fulani, lakini wewe umeelewa kitu kingine. Kwa uwe tayari pia kuleta mambo haya katika nuru na kusema, hapo uliposema hivi imeonekana kama umemaanisha hivi, lakini sijui moyo wako umemaanisha nini pale. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yatatulinda sana. Yatalinda sana furaha yetu na umoja wetu. Okay. Kwa mambo haya yote yanahitaji unyenyekevu sana. Umeona? Unyenyekevu mkubwa sana. Na tafadhali usimwambie mke wako, mume wako kwamba wewe na unyenyekevu. Uangalia maisha yako. Wewe jifunze unyenyekevu kwanza. Halafu muonyeshe kwa mfano. Kila mara ukimuumiza, kama mke wako au mume wako anakuumiza, mnapoumizana, kama ni kwa kusudi au kama isiyo kwa kusudi, kama kuna dhambi au kama sio dhambi, kama ni jambo la kawaida tu, umeangusha kitu fulani, umekivunja sahani ambayo mke wako anaipenda sana, sio dhambi. Lakini kila mara tunapoumizana,
ni kama kutupa takataka kwenye nyumba. Sawa? Au labda umebaki na ubwabwa kidogo, unatupa tu pale chini. Inahitaji kusafishwa. Sawa? Fikiria tu nyumba yako, kama unaendelea kuishi kwenye nyumba yako na hausafishi kwa miaka 5, utapenda kuishi pale? Itafika muda ambao hata kutembea huwezi kutembea. Kila sehemu takataka. Halafu harufu mbaya sana. Mende nyingi, sijui inzi nyingi sana. Panya wanaishi pale. Ndoo za takataka hata hazionekani kwa sababu zimeshafurika. Mpaka mwisho wa siku kama inajaa takataka nyumba, hata nyumba yenyewe inaanza kuharibika. Si ndio? Hata inakuwa ngumu kutengeneza nyumba. Mwisho wa siku utaona ni rahisi zaidi kuchoma tu nyumba, kuacha nyumba kuhama kuliko kuisafisha. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivyo katika ndoa. Hivyo katika ndoa. Sasa nyumba yako ikiwa safi sana, kama umeweka safi sasa hivi, unajisikia raha kuwepo, si ndio? Unajisikia utulivu, unajisikia furaha. Lakini takataka zikiongezeka, utaanza kujisikia kwamba hata hutaki kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kwenye ndoa. Kila mara ambao wewe unamuumiza mke wako, mume wako na huombi msamaha, ni kama umetupa takataka au umeacha pale. Kila mara kwamba kuna kitu ulitaka kusema ambao ni muhimu kusema na haujasema, ni kama takataka nyingine. Kila wakati ambao umefanya kitu na umeificha, kila siri ambayo unaficha ni kama kuacha takataka pale na kutosafisha. Baada ya muda inaleta uharibifu mkubwa, na tena kazi inakuwa kubwa sana kuondoa takataka yote na kusafisha takataka yote. Amen. Kwa hiyo uwe na tabia, uwe na uzoefu kila siku. Wewe unaweka safi mara ngapi kwenye nyumba yako? Mara moja kwa wiki? Mara moja kwa mwezi? Mara ngapi unaweka safi? Kila siku. Ukiwa na watoto kama sisi, ni kila siku, asubuhi, mchana, jioni. Sasa wanachafua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuweka safi ni muhimu sana. Iwe hivyo kwenye ndoa. Sisi tuna kanuni nyingine kwenye ndoa yetu ambayo tunafuata. Kama kuna mabishano, kama kuna kitu fulani ambacho ni shida, tatizo fulani, haturuhusi iendelee kwa masiku mengi. Tunajaribu siku ile. Na kwetu ni ngumu kupata muda nzuri kuzungumza kwa sababu tuna watoto, tuna huduma, tuna vitu. Mara nyingi sana tunaongea mpaka usiku saa 7, saa 6 mpaka tumalize. Kwa sababu gani? Hata tukikosa kulala, kusinzia vizuri usiku. Kwa sababu gani? Hatutaki takataka iongezeke. Hatutaki uchafu iongezeke. Hatutaki shetani apate nafasi, kwa sababu ukiacha takataka pia mende anaweza kuingia, shetani anaweza kuingia pale, anaweza kujificha, anaweza kuanza kusema maneno. Unakumbuka mume wako amefanya hivi, unakumbuka mke wako amesema hivi. Ni kwa sababu hakupendi, ni kwa sababu ni mtu mbaya. Anaweza kushtaki pale. Ukiweka nyumba safi, shetani hapati nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Na utakuwa na furaha kubwa sana. Mambo haya 5 ni ya msingi, nitarudia tena. Jambo la kwanza ni kuelewa na kuwa na maono yale ambayo Mungu anaye kwa ndoa. Vision of God. Jambo la pili, ile kiapo na uaminifu. Uaminifu kwa ahadi yako. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na maono, uwe na ahadi fulani ambayo umejitoa kufanya kitu fulani. Mimi najua, tangu mwanzo nimejitoa kufanya nini katika ndoa. Na sahau wakati nyingine nahitaji kujikumbusha. Wewe pia uwe na mwongozo kama huo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3, kila kitu katika nuru, kuishi katika nuru, usifiche chochote. Jambo la 4, mawasiliano mazuri, kuwasiliana vizuri. Jambo la 5 ni kutubu vizuri na kusamehe vizuri kila wakati. Amen. Tumeelewa vizuri mambo haya? Wanandoa, nyosha mikono. Mmebarikiwa? Umepata kitu fulani? Umepata kitu? Umepata at least hatua moja umepata ya kufanya. Sawa. Ni kazi nyingi, lakini kazi inalipa sana. Unapowekeza kwenye ndoa wako, unawekeza katika nafsi yako. Amen. Na utavuna mavuno makubwa sana. Na kweli, kama baada ya miaka 10 ndoa yako ni mavuno tu. Baada ya miaka 10, baada ya miaka 5, ndoa yako ni mavuno tu.
Ama unavuna matunda mazuri kwa sababu umewekeza vizuri, au unavuna mambo mabaya kwa sababu umepanda mambo mabaya. Amen. Usinyoshe kidole, angalia maisha yako. Usisikilize leo kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako. Usikilize kwa ajili ya nafsi yako. Amen. Ni muhimu sana jamani, tujenge ndoa ambao ni imara sana. Ili tudumu katika kusudi letu, shetani asiharibu maisha yetu na huduma yetu kupitia jambo hili. Lakini pia ili iwe chanzo ya furaha mkubwa sana na nguvu kubwa sana katika maisha yetu. Ndoa ni sehemu ya kuumba, sawa? Kwenye ndoa, kwenye hiyo nuru, wakati kuna nuru na furaha na umoja na kitu kimoja, unaumba. Hata ukiangalia tu tendo la ndoa, wakati watu wanakuja pamoja, lazima sasa baada ya muda wanazaa kitu fulani, si ndio? Wanazaa mtoto, wanaongezeka. Hivyo katika kila sehemu kwenye ndoa, kwenye huduma yako, ndoa yako inaweza kuwa sehemu ambayo inazalisha vitu vikubwa zaidi kama kuna uwazi na ukaribu. Kila kitu kinazidishwa kwenye ndoa, sawa? Kila kitu inazidishwa. Furaha inazidishwa. Kama unafanya vitu vibaya, maumivu yanazidishwa. Hasira inaweza kuzidishwa. Kila kitu inaweza kuzidishwa. Ukipanda mambo mazuri, unazidisha mambo mazuri. Amen. Uwajibika kwa ndoa yako. Wiki hii uanze kufanya hatua. Na kama unahitaji msaada nyingine, tafuta wengine ambao unaona wana ndoa nzuri, ambao wanaweza kukusaidia. Mimi pia napenda sana hiyo huduma. Tena najisikia mimi na mke wangu Mungu anatupeleka katika huduma ambao tutafanya asilimia kubwa zaidi. Huduma ya kuleta uamsho katika familia, hasa kwenye ndoa. Kwa mimi pia napatikana, mke wangu anapatikana kama unahitaji mazungumzo zaidi kuhusu mambo haya. Lakini pia unaweza kumfuata, sijui Lina amechagua nani na nani kwenye timu ambao wanaweza kushauri katika eneo hili. Lakini kama unahitaji ushauri, usisubiri, sawa? Usisubiri. Kama kuna matatizo, usiache kwa baadaye. Mambo yakiendelea vibaya zinaharibu. Utatue hivi karibuni. Amen. Kumaliza, nina maneno machache tu kwa wale ambao wanataka kuoa lakini hawajaolewa au kuoa bado. Amen. Kwa sasa naongea na vijana na binti. Kama wewe unajiandaa, wewe pia unaweza kukua katika maeneo haya matano, sawa? Wewe pia zingatia mambo haya matano. Jifunze kukua. Usome sana. Jambo la kwanza, maono ya Mungu kwa ndoa ni Injili. Usome sana Injili. Jifunze sana kupokea upendo kutoka kwa Kristo. Amen. Jifunze sana kuelewa upendo wa Kristo, kujazwa na Roho Mtakatifu, kuzama katika uwepo wa Mungu. Amen. Kujua neno lake. Mambo haya yote yanakuandaa wewe kuwa mume au mke bora pia. Haleluya. Jifunze kupendwa na jifunze kupenda. Jifunze kupokea na kutoa. Haleluya. Jambo la pili ilikuwa ule uaminifu na katika ahadi. Kama kijana unataka kuoa, binti unataka kuoa, jambo la msingi sana ujifunze kuwa mtu ambaye ni mwaminifu sana kwa maneno yake. Sawa? Kwa sababu sasa labda unaweza kuendelea kusema vitu na kutofanya, na hakuna mtu ambaye unawajibika sana kwake. Kwenye ndoa unawajibika sana. Sawa? Uwajibikaji ni kubwa sana kwenye ndoa. Maneno yako yataharibu au yataleta matokeo mazuri kama unatimiza ahadi zako. Amen. Jifunze sasa hivi kuwa mtu ambaye anatimiza ahadi. Amen. Jambo la tatu, jifunze, hiyo ni kila kitu katika nuru. Wewe sasa hivi jifunze kuishi katika nuru na watu wengine. Sawa? Jifunze kuishi katika nuru. Uzoee kuweka wazi moyo wako. Tafuta angalau rafiki moja au mawili kama Daudi alikuwa na Jonathan, Yohana, au tafute labda baba au mama ya kiroho, mtu ambao unamwamini. Tafuta mtu mmoja angalau ambao unakuwa wazi naye sana, haufichi chochote kwake. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia kila kitu. Kwanza utapata uhuru sana katika jambo hili. Biblia inasema utubu dhambi zako, weka huru ili uponywe. Kuna uponyaji katika kuweka kila kitu wazi. Tafuta mtu mmoja, angalau mtu mmoja kwenye maisha yako ambao unaweza kumwamini kwa jambo hili, na uanze kuwa wazi sana na yule mtu. Ujifunze namna ya kueleza moyo wako. Ujifunze namna ya
kushirikishe kile kilicho ndani yako. Amen. Tuko pamoja? Hii itakuandaa vizuri kwa ndoa pia. Lakini pia jifunze kuwajibika kwa wengine. Jifunze kuishi maisha takatifu sana. So labda sasa huangaliwi na mtu na unaweza kuendelea na tabia yako vibaya. Kwenye ndoa kila kitu kitaonekana. Kila kitu kinawekwa wazi. Kama una tabia mbaya itaonekana. Kama una mawazo mabaya sijui yataonekana. Kama una nia mbaya itaonekana. Uwekeze sana katika kuwa wazi na Mungu katika kuishi maisha takatifu ya haki. Amen. Amen. Namba 4, mahusiano mazuri. Vijana, binti, wewe pia ujifunze mahusiano mazuri. Hii sio kwenye ndoa tu, hiyo ni kwenye timu yako. Sasa nitakwambia, kama unaishi katika nyumba, umepangiwa unaishi kwenye nyumba na watu wengine kwenye timu, hiyo ni maandalizi, fursa mkubwa sana, maandalizi mazuri sana kwa ajili ya ndoa yako. Sawa? Kwa sababu kama unafikiri ni ngumu kuishi kwenye nyumba na watu wengine, itakuwa ngumu pia kwako kuishi kwenye nyumba moja na mke wako na mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kabla ya kuoa, muda wote niliishi na vijana wengine. Kwanza niliishi chumba kimoja, niliishi na vijana wengine 3. Tulikuwa 4. Kwa sababu sikuwa na pesa. Tulikuwa 4 kwenye chumba kimoja. Tumeishi hivi. Ilikuwa mazoezi sana katika kuwasiliana. Mmoja alitaka kulala saa 8 usiku. Anafanya kelele mpaka saa 8. Mimi nataka kulala saa 4. Nimehitaji kujifunza sana mawasiliano kama okay. Tafadhali usifanye hivi. Tafadhali tutafuta njia ya kuishi pamoja vizuri. Amen. Kujifunza kama mimi nitaweka pembeni kipaumbele changu, wewe unaweka pembeni cha kwako na tujifunze kuwa pamoja katika jambo hili. Baada ya hapo niliishi chumba kimoja na kijana moja. Sawa. Na baada ya hapo nilipata nafuu. Sio watu 4, tulikuwa watu 2 kwenye chumba kimoja. Kwa miaka 3 niliishi hivi. Amen. Baada ya kutoka kwa wazazi. Niliishi hivi. Chumba kimoja tulikuwa 2. Nimejifunza sana namna ya kupanga vizuri, namna ya kuwasiliana, namna ya kueleza kile ambacho kinanisumbua ambayo yeye anafanya, kueleza kwa heshima na kwa hekima. Nimejifunza sana namna ya kujali mtu mwingine. Unajua kuingia kwa kama ameshalala kuingia kimya sana. Namna ya kuweka usafi sio kwa ajili yangu tu lakini pia kwa ajili yake. Vitu kama hivi tumejifunza namna ya kujali. Baada ya hapo nimegraduate. Nimepata chumba changu. Kwa mwaka mmoja nilipata chumba changu lakini tulikuwa tunaishi nyumba moja na vijana wengine 3. Kwa nyumba moja lakini kila mmoja alikuwa na nyumba yake, chumba chake. Kila mmoja alikuwa na chumba chake. Nilianza kupata kidogo mapato zaidi kwenye biashara, nilifanikiwa kuishi hivi. Na niliishi hivi mpaka kesi na mimi tulioana. Ndio pale sasa mara ya kwanza tulipanga nyumba ya pamoja. Na tulikuwa peke yetu kwa miezi 6. Halafu tumeenda AMT, tulianza tena kuishi karibu na watu wengine. Amen. Kwa nini nasema hivi? Kuishi peke yako kama kijana unapata uzoefu tu katika kuishi tu kwa kujali nafsi yako. Kuishi tu kwa kujali wewe unataka nini, wewe unajisikia vipi. Ukitaka kutoka usiku saa 8 unatoka usiku saa 8, ukitaka kufanya chochote haujifunzi chochote. Amen. Na tena watu wengi ambao wanahangaika kwenye kufunga ndoa ni wale ambao wameshazoea kwa muda mrefu kuishi peke yao. Wameshazoea sana vitu hivi, wana upendeleo nyingi sana. Mimi nilipooa na kesi sikuwa na kipendeleo chochote cha binafsi. Sijazoea chochote. Kwa pamoja tuliumba nyumba yetu. Pamoja tuliamua kwamba ratiba yetu itakuwa hivi, tutapika hivi, tutafanya hivi. Kwa sababu sikuwa na uzoefu yoyote nyingine kabla peke yangu. Amen. Kwa hiyo nakutia moyo kwa sababu najua kuna baadhi yenu mnaniambia, siwezi kwenda kutafuta mke mpaka niwe na nyumba yangu, chumba changu peke yangu. Ukioa utapata, sawa? Lakini kwa sasa mazoezi mazuri kama ni ngumu kwako kuishi karibu na timu, ni kwa sababu haujajifunza kuwasiliana vizuri bado. Haujajifunza kusema kile ambacho kinakusumbua na kupokea na kubadilika na mambo haya yote ukijifunza vizuri kwenye timu itakusaidia kwenye ndoa sana. Tuko pamoja? Jambo la mwisho namba 5,
upate uzoefu katika kutubu na kuomba msamaha na kusamehe. Sawa? Kwenye mahusiano yako yote, hasa kwenye timu. Bwana Yesu asifiwe. Na upate uzoefu pia ya kusaidia kupatanisha wengine. Ukiona wanafunzi wako wanabishana, uingie pale ujifunze namna ya kutatua mambo haya. Mambo haya yote yatakusaidia pia kwenye ndoa yako. Utajiandaa vizuri. Haleluya. Okay. Nafikiri tumemaliza. Acha niombe.